Mwanaume aliamka, alishtuka kuona uvimbe mkubwa kwenye paji la uso wake. Hata kugusa kidogo tu kulimfanya akunjue uso kwa maumivu. Haraka akafungua boksi la dawa, lakini baada ya kutafuta kwa muda mrefu alipata tu kibano cha kung'oa nyusi. Lakini badala ya kukiweka chini, aliinua nywele zake na kuweka ncha kali kwenye paji la uso, akitafuta sehemu sahihi. Kisha akachoma bila kusita. Mwili wake wote ulitetemeka kwa maumivu, lakini alijilazimisha kuvumilia. Aliendelea kuchoma paji la uso kwa kibano. Baada ya muda alifungua jeraha kubwa hadi kufikia mfupa. Maumivu makali yalipenya hadi kichwani, yakamlazimisha ajikunje chini, lakini hakukata tamaa. Badala yake akakitupa kibano, akaingiza kidole kwenye jeraha kwa ndani. Haraka alihisi kitu, lakini alipokitoa na kukiandalia karibu, afe kwa hofu. Ndani ya uvimbe kulikuwa na funza mkubwa sana. Haraka akamtupa pembeni na akageuka kutapika, lakini tumbo lake lilikuwa tayari tupu, bado haikuisha. Alilazimika kukamua usaha na damu na kusafisha jeraha. Vinginevyo, kwenye msitu wenye joto na unyevunyevu, hata kosa dogo tu maambukizi yangemuua mara moja. Baada ya kutibu jeraha, hakuthubutu kubaki hapo. Akaanza safari akijaribu kutoka msituni, lakini muda si mrefu aliona miti mbele ikiwa na alama za kukatwa. Alifurahi sana, akadhani kuna mtu alipita hapo, labda hawakuwa mbali. Akaanza kupiga kelele huku akiongeza mwendo, akitafuta dalili za watu wengine, lakini baada ya kutafuta kwa muda mrefu hakuona hata mtu mmoja. Badala yake aliona mayai mawili ya bluu ardhini. Yalionekana ya ajabu sana na tayari alikuwa na njaa kali. Akaacha kutafuta watu na akaenda haraka kuyachukua. Akiwa ameyashika mkononi, alitaka kujua ni mnyama gani yumo ndani, lakini aliishi mjini maisha yake yote, hakuwahi kuona kitu kama hicho. Njaa ilimzidi, akavunja ganda bila kusita, lakini alipofungua alibaki ameduaa. Ndani kulikuwa na ndege mdogo karibu kuanguliwa, na sura yake ilikuwa ya kutisha. Alijisikia kichefuchefu, lakini hamu ya kuishi ilimlazimisha kupata ujasiri. Akamimina kila kitu mdomoni. Alifumba macho akizuia kutapika, akatafuna kwa nguvu, kisha kwa shida akainua kichwa na kumeza. Mara baada ya hapo akala yai la pili kwa njia hiyo hiyo, kisha akaendelea mbele bila kujua ametembea kwa muda gani. Ghafla akaona alama ya nyayo ardhini. Haraka akachuchumaa kuichunguza, akagundua ilikuwa bado mpya. Macho yake yakafunguka kwa furaha, akaanza kupiga kelele akiomba msaada. Lakini cha ajabu, haijalishi alipiga kelele kwa muda gani, kulikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na hata sauti moja. Ghafla akaona maganda ya mayai yaliyovunjika karibu. Yalionekana kufanana na yale ya mwanzo. Alisimama ghafla kwa mshangao. Alinyoosha taratibu mguu wake wa kushoto na kugundua ulilingana kabisa na ile alama ya nyayo. Ndipo alitambua kwamba alikuwa akizunguka mduara. Alikasirika sana, akihisi kama hatima inamchezea mchezo. Alishika kichwa chake na kupiga kelele kwa maumivu. Kisha akavua begi lake na kuanza kuipiga ile alama ya nyayo, akijaribu kutoa hasira zake. Lakini hasira haikumsaidia chochote. Alilazimika kutafuta njia ya kutoka, vinginevyo angekufa hapo mapema au baadaye. Usiku ulipoingia, alijituliza na kuangalia ramani yake chini ya mwanga wa mwezi. Lakini kadri alivyoitazama, ndivyo alivyohisi kukata tamaa zaidi. Alikunja uso kwa huzuni. Ramani ya bei nafuu aliyoinunua ilikuwa na alama chache tu. Asubuhi iliyofuata alianza safari tena, lakini hatari ilirudi upesi. Hakuwa ametembea mbali, radi zikaanza kusikika angani. Mvua kubwa ilikuwa inakuja. Akaongeza mwendo wake akijaribu kutafuta sehemu ya kujikinga na mvua, lakini kabla hajapata sehemu salama, mawingu meusi yalitanda angani. Matone makubwa ya mvua yalianguka yakipiga mwili wake uliokuwa umechoka na dhaifu. Haraka alivaa koti la mvua na akaendelea kutembea kwa shida ndani ya mvua kubwa, akitumaini kupata mahali pa kujikinga. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, hatimaye alipata sehemu iliyokuwa imezuiliwa na upepo. Haraka akavunja matawi yaliyokuwa karibu, akayapanga pamoja na kujilaza. Muda mfupi baada ya kujilaza, aligundua maji ya mvua yakitiririka kutoka juu ya mwamba, na mto uliokuwa karibu ulikuwa unaongezeka kwa kasi. Hivi karibuni maji yakaanza kuelekea kwake. Hakuwa na chaguo ila kuamka haraka, akachukua begi lake na kuondoka. Baada ya usiku mmoja, mvua hatimaye ilisimama. Alikunywa maji yaliyokuwa yakitiririka kutoka kwenye mwamba kujaza tumbo lake, bila kujua maisha haya yangeendelea kwa muda gani. Ghafla akaona helikopta ikiruka juu yake. Haraka akatoa kitambaa chekundu na kupiga kelele kwa nguvu, akijaribu kuvuta umakini wa rubani. Lakini haijalishi alijitahidi kiasi gani, helikopta haikusimama. Alianguka chini na kupiga ngumi kwenye mawe, akitumia maumivu kuficha huzuni na msongo wake. Baada ya kutoa hisia zake, alihisi kuishiwa nguvu na akajiegemeza kwenye fimbo, lakini sekunde iliyofuata, kwa bahati mbaya, aliingia kwenye tope.